mchana, hata ungepiga simu saa ngapi anaipokea. Hata ungemhitaji kwamba njoo kanisani, yaani sio na kuomba, njoo kanisani, mimi nipo hapa kanisani, atakuja. It's just extent of obedience. Atakuja. Yule mama akamwambia ukweli kwamba mimi unavyoniona kuna cause, sijui ni kipimo gani, sijui ndio kibaba huku tunaita cha mafuta na unga kidogo, ambao maisha yetu yameutazama huo tu, tule mimi na mwanangu tufe. Ina maana we are at the last point, yaani hapa ndo tunayaga dunia, mimi na mwanangu. Inatufundisha nini? Inatufundisha nini? Tutaona inatufundisha nini. Endelea. Elia akamwambia, usiogope. Usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Usiogope. Hili neno usiogope liko zaidi ya mara 500 na kwenye Biblia. Usiogope. Watu wengi tunakufa kwa sababu ya kuogopa. Watu wengi tunajikatia tamaa kwa sababu ya kuogopa. Watu wengi hatujithamini ni kwa sababu ya kuogopa. Watu wengi haoni future, haoni mbele kwa sababu ya kuogopa. Tunaogopa tu malaria, anaogopa tu si anadaiwa 200, anaogopa tu kwa sababu eti fulani kamwangalia vibaya, anaogopa tu kwa sababu usiku hawana chakula. Kwani mwanadamu anakufa kwa siku ngapi bila kula? Mwanamke ni siku 7, mna extra. Mwanaume ndo siku 5. Maisha. Sasa siku 5 hujapata hata andazi. Lakini mtu anakosa chakula siku moja, yani mtaa mzima unajua kwamba hana chakula. Unaogopa nini? Anamwambia usiogope. Hili lango leo limekuletea mambo mazito sana. Kwa lugha nyingine mtumishi anamwambia ujui tu uje wangu mimi kwako. Kwa lugha nyingine inawezekana Mwanagati haijui ni kwa nini baba yetu aliletwa Mwanagati, kwa nini haijui. Ndicho mna mwanamke alikuwa hajui. Laiti angelikuwa anajua Elia amebeba nini, angemwambia na kuletea. Lakini hakujua. Hakujua. Ndio. Elia akamwambia, usiogope. Usiogope. Enenda ukafanye kama ulivyosema. Ndio. Lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Hivi ni nani anaweza kalifanya hilo hapa? Tuambizane ukweli. Yaani tusiingie kiroho. Nani anaweza akalifanya hili alilolifanya mwanamke huyu? Yaani wewe ujisemee kimoyomoyo, nani anaweza akalifanya? Walio wengi tunatoa kwenye vingi. Walio wengi tunatoa kwenye vingi. Yaani vipo ndo tunatoa. Ndo story ya mwanamke mjane wa senti ngapi? 10 kwenye sadaka na wale Mafarisayo. Yesu anasema huyu amejimaliza, lakini nyie akaunti zinaongea. Kwa hiyo mimi naithamini hii, kwa sababu huyu arudi nyumbani asirudi, hata akisikia nyumba imeungua hana cha kupoteza kule. Haleluya! Ndicho yule mama alifanya, akakubaliana, hajui matokeo. Watu wengi tunahitaji katika kujua matokeo ni nini, lakini yeye alikubali kwa sababu hakujua matokeo, lakini akakubali. Yaani unampa mtu kitu, umeshayaona matokeo, lakini mama hakuyaona matokeo. Nafikiri hilo yake ilisema
Yawezekana huyu ana hali mbaya kuliko hata sisi. Sisi tutakufa saa 10. Yawezekana huyu akakata roho saa 7. Huo ndio moyo Mungu anaopenda. Aliona kwamba huyu anaweza akafa saa 7 au akanifia hapa. Mimi sijui nitafanyaje. Ngoja nimpe tu kwanza nione. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu gani? Connection ya utumishi wa Mungu wa Elia ilimwingia nani? Mwanamke. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kulikuwa kuna maongezi yanaendelea. Haleluya. Yaani kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Nimesema usitake kumaliza mwezi mzima hujapata tamko kutoka katika kinywa cha nani? Sasa ni hasara kubwa. Yaani miongoni mwa hasara utakayokuwa nayo ni hiyo. Usikubali. Kwa hiyo yule mama, si kwa sababu Elia labda kulikuwepo na connection ambayo inaongea kati ya mwanamke na nani? Na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Ndio. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia. Ndio. Na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Ikawa baada ya hayo, mwanamke yule mwanamke bibi wa nyumba hiyo. Unaona faida ya kwanza. Zipo faida mbili kubwa. Faida ya kwanza, pipa la unga alikupungua. Debe la mafuta alikuwa na kibaba. Imagine kibaba kinazaa debe. Debe inazaa debe. Debe inazaa, yani debe inakuwa kama mto. Yani unywe mafuta, ugawe, ufanyeje, mafuta yanatiririka. Unga umwage, wape kuku, debe alipungua. Kutoka kwenye kozi moja, kutoka kwenye robo ya unga, debe alipungua. Faida iko wapi? Alimlisha mtumishi wa Mungu. Alimtegemeza mtumishi wa Mungu. Alimpa kile cha mwisho. You have to give the last you have. Kile cha mwisho ndicho unachokitoa. Ukitoa cha mwisho kinazaa. Unakitoa kwa nani? Nimesema unakitoa kwa mtumishi wa Mungu anayekuhudumia. Haleluya. Amen. Ndio. Mstari wa 17. Ndio. Ikawa baada ya hayo, hiyo ni faida ya kwanza tumeona. Chakula kimejaa. Twende kwenye faida ya pili. Ikawa baada ya hayo, mwanamke yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua. Ugonjwa wake ukazidi. Yule aliyekuwa anatafutiwa kuni mbili awe na mama yake wafe akaishi. Sasa angalia kisa cha pili. Ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Elia, nina nini nawe, mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbuke ukamwoe mwanangu? Ndio. Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake, akamwomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, je, umempenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamwomba Bwana akanena, Bwana Mungu wangu, nakusihi
roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Eliya, roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Eliya akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Eliya akanena, tazama mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Eliya, sasa najua ya kuwa wewe ndiye mtu wa Mungu, na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Hicho ndicho kichwa cha habari ya somo letu. Amen. Mstari wa mwisho wa 24. Amen. Mtoto akafa, akufa. Mtoto akaugua, akuugua. Yalifanyika ili Mungu akudhihirishe kwa yule mwanamke, azidi kumwonyesha kile kitendo alichokifanya cha kumlisha mtumishi wa Mungu, cha kumtegemeza mtumishi wa Mungu, kwamba kina uwezo wa kufufua vitu vyote vilivyokufa katika maisha yake. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Chochote kilichokufa kwa kujiungamanisha kwa nafasi hii ya kumtegemea, ya kumlisha mtumishi wa Mungu, bila kitu kilichokufa kikafufuke kwa jina la Yesu. Amen. Nimesema kwa Mungu hatufanyi kwa sana, wala hatufanyi kwa kubahatisha. Biblia inasema imani ni kusikia, na kusikia nje katika neno la nani? La Kristo. Mtoto akafufuka, lakini maneno ya mwisho ya mama yule mjane ndio yana uzito. Anasema nami nimekubali, katika kinywa cha mtumishi huyu kuna maneno ya kweli. Haleluya, kuna maneno. Lakini ngoja nikukumbushe kitu kimoja. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 4. Nikurudishe nyuma. Amen.